Akina mama hoye! Kwa hivyo tumesema sasa ukiwa na mtoto mdogo sio lazima ukae nyumbani. Unaweza endelea na biashara. Tunajenga soko na hiyo soko iko na chumba maalum cha wale akina mama wako na watoto wadogo wanyonyeshe watoto wao. Vile katika hiyo masoko tunaweka laboratory ya ICT hub kwa vijana wetu. Tuweke kompyuta 100 za serikali, mtandao wa serikali. Vijana wetu waende pale watafute ajira ya mtandao na watafute pia biashara ya kisasa ambayo inaitwa e-commerce. Vijana wanaelewa. Bora vijana wapate kompyuta na internet. Iko biashara mtandaoni na iko biashara ambayo inafanywa pia kwa kompyuta na internet. Na ule waziri anasimamia ujenzi wa computer labs na mahali ya vijana kufanyia biashara kwa kompyuta. Huyo waziri ni kijana yetu Mheshimiwa Kabogo ambaye tuko naye hapa. Kabogo anatosha toshi. Kabogo ni fire si fire. Tunaendelea vile katika kazi ingine ya kujengea wananchi manyumba ya bei nafuu. Kuna moja inaendelea pale Makuyu, kuna ingine inaendelea hapa Kabati, na kuna affordable housing projects nyingi ambazo tunaleta, na hiyo project vile inasaidia kujengea polisi wetu manyumba ya kuishi, na already rais ameagiza PS ambaye ni PS wa housing na PS wa security watakuwa hapa Murang'a next Friday ili kuanzisha ujenzi wa manyumba ya polisi yetu hapa Keno na pale Makuyu. Vile kwa vyo technical institutes kama TTIs, hiyo pesa ya housing fund tunatumia vile kuwajengea hostels za kuishi. Na vile mheshimiwa amesema, rais ameamuru Maragwa ujengewe KMTC. Na hiyo KMTC process iko on the way, na amesema waziri Alice Wahome na PS Hinga na Wamaua ndio wanaharakisha hiyo kazi. Mimi nikirudi ofisini Jumatatu naenda kukumbusha waziri Wahome aharakishe KMTC ya Maragwa. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee na hiyo kazi. Jambo la 5 ni mambo ya stima. Stima haitoshi hapa Maragwa. Niko kana tego. Na sio Maragwa peke yake. Hii Murang'a kuna sehemu nyingi asina stima. Projects zile rais ameanzisha hapa ambazo zinaendelea za kuunganisha manyumba ya watu wetu na stima hapa Murang'a County peke yake ni projects za shilingi bilioni 1.1. Na kati ya hiyo pesa ambayo rais ameagiza ikuja hapa Murang'a kumalizia maneno ya stima, out of the 1.1 billion shillings hapa Maragwa muko na milioni 150. Hiyo 1.1 billion shillings in Murang'a County ni ya kuunganisha jamii ama manyumba 16,000 hapa Murang'a, na kwa hiyo pesa 150 million hapa Maragwa itaunganisha jamii ama manyumba 1,500. Lakini kwa sababu mimi najua mimi ni jirani yenu hapa, mimi napitia hapa kila weekend nikienda nyumbani, na napitia hapa kila Sunday nikirudi. Sasa naelewa maneno ya Maragwa kidogo kwa sababu mimi napitia hapa. Hiyo pesa ya stima 150 million for 1,500 homes is not enough for Maragwa. Hiyo pesa haitoshi.
hiyo pesa haitoshi. Najua kuna sehemu huko Maragwa bado stima haijafika kwa manyumba yetu. Kweli si kweli? Si mimi napitia hapa kila siku. Naendea hapa napita, naenda Makoyo, naenda Kabiti, mpaka Wadhamaki huko. Najua hii area vile iko. Na saa nyingine naingianga mashinani huko Maragwa. Mimi nawauliza, mnanituma mimi na wa Maua na Betty twende tutafute rais aongeze hiyo pesa ya stima? Hiyo 150 milioni iongezwe. Pesa ya Maragwa 150 milioni ya stima iongezwe kutoka 150 milioni mpaka 300 milioni. Mnanituma niende nitafute hiyo pesa tukiwa na wa Maua na Betty na Veronica Maina na Sabina Wanjiru na Dr. Mogo na Kihongi. Tuongeze pesa ama tuachane nayo? Sio ndio kazi ya Deputy President ya kusukuma maneno ya stima, maneno ya barabara, maneno ya daraja, maneno ya maji? Niendelee kusukuma hiyo kazi? Niendelee kuwatetea mpate maendeleo, muongezewe pesa ya maendeleo? Kama mnataka Deputy President wa kuleta uchechezi hapa na kimbelembele, lakini hakuna maendeleo, nikaongeza hiyo pesa? Niongeze nisiongeze? So wa Maua, Betty na timu yote ya Murang'a mmesikia, kina Veronica na kina Sabina, twende tawafanyia appointment next week. Twende kwa rais aongezee watu yetu stima. Sina hiyo jameni. Jambo la sita ni mambo, unajua hapa Murang'a tuko na viwanda viwili ambavyo vinaendelea kujengwa saa hii. Ile inaitwa County Aggregation and Industrial Park na Special Economic Zone. Moja iko pale Makenji, ile ingine ni hapa Del Monte. Special Economic Zone pale Del Monte na ile ingine County Aggregation and Industrial Park pale Makenji. Hiyo viwanda ikikamilika, na mimi naona already tuko kama 20% for KAIP, 30% for the Special Economic Zone. Na budget ya mwaka huu tumeongeza pesa ya kukamilisha hiyo County Aggregation Industrial Park, tumeongeza 150 million, na hiyo Special Economic Zone, hiyo Special Economic Zone ya Del Monte tumeongeza 500 million katika budget ya mwaka huu. Ikikamilika itaongeza idadi ya vijana ambao watapata kazi kutoka hapa Murang'a. Lakini tukingojea County Aggregation and Industrial Park imalizike, tukingojea Special Economic Zone imalizike, ndio viwanda vikuje, vijana wetu wapate kazi. Kuna ile kazi tayari tumeanza kutafutia vijana wale wangetaka kazi. Mnajua kuanzia mwaka huu tumerudisha ile program ilikuwa imesimamishwa kwa sababu ya ukosefu ya pesa. Ilikuwa inaitwa Kazi Mtaani. Sasa Kazi Mtaani ambayo tunaita Climate Works imerudi kuanzia mwezi huu, ndio vijana wetu wapate kazi. Na zaidi ya vijana Kenya, zaidi ya vijana 1200 watapata kazi kuanzia mwaka huu kupitia Kazi Mtaani, na itakuwa program kwa kila county na kila sub county katika taifa letu la Kenya. Tuendelee na Kazi Mtaani, vijana wetu wapate kazi. Hii program ya ujenzi wa manyumba ya bei nafuu na ujenzi wa masoko imetusaidia pia kuongeza ajira pale Makuyu, na hiyo program tunaanza hapa Keno. Hizo program zote za manyumba ya bei nafuu na mambo ya masoko imetuajiria vijana wengi kama mafundi wa mbao, mafundi wa stima, wa mawe, mafundi wa kila aina, na pia tuko na engineers, architects, quantity surveyors, na iko vijana wameajiriwa kusaidia mafundi pale kama watu wa mkono. And already
over 300,000 young people across Kenya are earning their living through the affordable housing and market construction program. Tukiongezea idadi ambayo tunaleta kupitia kazi mtaani Climate Works, tutakuwa na vijana wengi ambao watakuwa na kazi, na wale wengine tunawatafutia kupitia program ya kazi majuu, ambayo wale vijana wanapata kazi kule nje ya nchi, tunawasaidia ili ile kazi isipotee. Na rais amesema kama kijana amepata kazi ng'ambo na hana pesa ya kuchukua passport, hana pesa ya medical exam, hana pesa ya air ticket, alipiwe hiyo gharama na Youth Enterprise Fund kama loan, atarudisha siku ile akianza kufanya kazi. Tusiendelee na kazi majuu, na kazi mtaani, na kazi kwa mjengo, na kuajiri madaktari. Si mnajua William Ruto ndiye ameajiri wahudumu wa afya CHPs 110,000, na hiyo machine wanakuja kupima naye pressure nyumbani. Hiyo machine wanakuja naye nyumbani kukupima pressure, kukupima sukari. Hiyo machine all CHPs imenunuliwa na serikali ya kitaifa ambayo inaongozwa na Mheshimiwa William Ruto. Unajua hapo awali tulikuwa tunaandika walimu wachache, lakini sasa idadi ya walimu imeongezeka. Hapo awali tulikuwa tunaajiri walimu 5,000 kila mwaka, lakini in the last 2 years tunakuwa tunaajiri zaidi ya walimu 76,000 katika miaka miwili ambayo imepita. Desemba tutaongeza idadi nyingine ya walimu 24,000 ndio walimu wafike 100,000 wale wameajiriwa na hii serikali kwa muda wa miaka 3. Tuendelee, tusiendelee? Endelee na wera wali tufanye kazi jameni, tusukume maendeleo ya taifa, kutafutia vijana ajira, kujenga mabarabara, kufikisha stima manyumbani, kuongeza miradi ya maji. Si mnajua hapa Maragwa kuna project ambayo inaendelea hapa, iko karibu kumalizika, ya Makoyo Range Kambiti irrigation project. Sio imefanywa na hii serikali jameni? Tuendelee kuweka maji mahali bado haijafika. So that is our focus as government. Tuendelee. Jambo la 7 ni mambo ya afya. Unajua ya kwamba hapo awali NHIF haingekubali ukuwe na bima ya afya kama hauna kazi ya kuajiriwa ama hauna mapato ya kila wakati. You have to have a payslip or a reliable business to have a medical insurance. Serikali imekuja na mfumo mpya wa afya wa kila mwananchi, hawe ako na kazi ama hana kazi, hawe ako na biashara ana biashara, lazima kila mwananchi awe na bima ya afya. Na wakati naongea kufikia sasa Wakenya milioni 24.8 already wamejiandikisha kwa program ya SHA. I think by Monday tutafikisha 25 million Kenyans registered by SHA. Hiyo ni karibu nusu ya watu wote wa taifa la Kenya. By Monday, Tuesday will be 25 million registered under SHA. Now aim yetu ni kusongesha hiyo registration mpaka tufikishe 55 million Kenyans wawe na kadi ya matibabu jamii. Kwa sababu hapo nyuma Wakenya wengi hawakuwa na kadi ya matibabu, walikuwa wanatumia pesa yao. Kwa hivyo hiyo program, hata ile matatizo inaonekana kidogo, we will fine tune, tutatatua matatizo yoyote ili tuhakikishe hiyo program ya SHA ya bima ya afya inasaidia wananchi wa Jamhuri ya Kenya wapate matibabu huku mashinani. Kwa hivyo ukisikia tukisema 2 term,
Sio tu maneno tu ya 2 term ya kuongea. Tungetaka kwa sababu 1 term imefikisha Wakenya 25 million kwa SHA, 2 term tutoe 25 million kufikisha 55 million. Tusiendelee. Manyumba ambayo yako na stima already Kenya, sasa tumesongesha, tulikuta 8 million Kenyans ndio nyumba zao zilikuwa, ama 8 million households, manyumba milioni 8 ndio yalikuwa na stima Kenya wakati William Ruto anakuwa rais. Tumesongesha from 8 million imefika 10.6 million households. Na tukisema 2 term tunataka sasa, kwa sababu tumetoa 8 million ikafika 10.6 million, na manyumba yote ya Kenya ni 15.6 million. Tunataka sasa tutoe mahali hiko 10.5, 10.6 tufikishe 15.6 million, kila Mkenya akuwe na stima. Kwa hivyo 2 term ni kila Mkenya awe na stima. Sijui kama tunaelewana. 2 term ni kila Mkenya akuwe na nini? 2 term ni kila Mkenya akuwe na maji. 2 term tukamilisha barabara zetu. 2 term kila mtu awe na bima ya afya. 2 term vijana wapate kazi. Endelee, tusiendelee. Endelee namna hiyo. Ukisema harambee tunasema tutaharambee. Harambee. Wacha nione wala wanasema tuendelee na 2 term mbele. Hiyo ndio kazi ambayo tuko nayo. Mimi nataka niwaulize watu wa Murang'a, watu ya Maragwa, watu wa Central, mimi nawaomba kwa heshima, hata kama tuko na siasa mrengo huu mrengo ule, mimi nawaomba kwa heshima, hiyo siasa yetu tuifanye kwa njia ya amani. Hiwe ni siasa ya kushindana na agenda ya kusaidia wananchi. Tushindane ni nani ako na agenda bora zaidi ya mwingine ya kufanya kazi ya maendeleo, lakini tusiweke vita na fujo na uharibifu wa mali katika siasa zetu, kwa sababu kwa mara ya kwanza mimi nimeona siasa wakati wa mzee Moi. Hii Central, Kenneth Matiba alikuwa anataka kuwa rais, Mwai Kibaki alikuwa anataka kuwa rais 1992. Na mimi nilikuwa mtu mzima, nilikuwa na kura. Siku ile ya 92, Matiba ako pale, Kibaki ako pale, walishindana maneno ya sera. Hakuna siku kumekuwa na vita hapa ati kwa sababu Matiba anasimama Kiambu na ule Kibaki anasimama akitoka Nyeri. Nembo kana tebu. Uliona tukitamania mali hapa? Uliona vita hapa Central? Hapa Murang'a uliona tukichoma supermarket zetu? Haijawahi tokea. Wale watu walikuwa wanapata matatizo ni wale watu wa huko Central ambao walikuwa wamewekeza mali mbali na Central huko ambao kuna jamii nyingi. Kweli si kweli? Ikakuja 2002, miaka 10 baadaye, tukakuwa na rais ambaye alikuwa anatafuta kiti ya urais, Mheshimiwa Mwai Kibaki. Na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta vile vile alikuwa anataka kiti ya rais 2002. Si Kibaki alikuwa candidate wa NAK? Si Kibaki alikuwa candidate wa NAK? Si Uhuru alisimama kama candidate wa KANU 2002? Si wote walikuwa wanataka kuwa rais? Kuna siku mliona vita hapa Central kwa sababu Kibaki na Uhuru wanasimama urais? Si walikuwa tu wanashindana mambo ya nani ataweza zaidi? Na baadaye Mungu akawasaidia wote wakakuwa marais. Nembo kana tebu. Walishindana, mzee Kibaki akapata. Lakini hata ule Uhuru alikosa 202, baadaye akakuwa rais hapa 2013. Kweli si kweli? Muliona vita hapa Nyeri, Murang'a na Kiambu na Meru.
Uliona tukisoma supermarket ya watu wetu? Niambieni ukweli, leo ni siku ya kuambiana ukweli. Kwa hivyo ule mtu anajificha katika mashindano ya siasa, kuleta fujo, kuleta uadilifu wa mali, ajue huyo ndiye adui mkubwa wa watu wa Mount Kenya. Kwa sababu ile supermarket tunachoma, huyo mwenye hiyo supermarket ameajiri watoto 100 na hao watoto wanatoka hapa. Mimi nimeona wanabiashara wetu wanalia. Iko moja pale Kirinyaga pale Nice City, mtu ameweka pesa yake, maisha yake yote ameweka pesa yake. Saa hii karibu hiyo mahali ichomwe kabisa, ni vile polisi walifika mapema. Hapa Murang'a kuna wanabiashara ambao walikuwa milionea 2 weeks ago, saa hii ni fukara. Kweli si kweli? Na walikuwa wameandika vijana wetu. Hao vijana wataenda wapi? Kwa hivyo hii siasa ya fujo na vita, jameni, tuache. Mimi sijasema sisi zote tuelewane. Ule anataka kusimama asimame, na wengine tusimame, lakini mambo ya fujo, that one will not allow. Sijui kama tunaelewana. Ama nyinyi mnataka tuwe watu wa kuchombeana mali? So wacha tushindane mambo ya sera, huyu mambo ya stima, mambo ya masoko, ajira, ni nani, ni kiongozi gani yako na ideas bora kuliko ule mwingine. Na mimi sitakubali kuona hiyo maneno ikitendeka hapa tena. Please. It is not right. Na mtu asiseme ati ni vile tuko na mirengo ya siasa. Mbona siku hiyo hapo nyuma tulikuwa na mirengo tofauti ya kisiasa na hatukuwa na uharibifu wa mali? Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Basi, kwa hivyo mimi nataka niseme ya kwamba hapa hii dunia yetu hii, kama kuna watu hawataki program ya empowerment, wakuja hapa waseme mchana, wasiseme kwa mtandao. Wakuja hapa Marawa waseme empowerment ni mbaya. Ama namna gani? Wakuja waseme mbele yenu, waseme empowerment. Kwa hivyo sisi for the time being, kwa sababu mmetuambia hii empowerment ni muhimu, kwa sasa tutaendelea na hii empowerment. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Basi, wakati nikifika hapo, nataka sasa niwapatie ile ujumbe ambaye nilikuwa nimekuja naye ya kusupport, alafu nitaelekea sehemu zingine, lakini nitarudi tena. Mmenikaribisha hapa tena, mmenikaribisha hapa Maragwa. Niende nifuatilie project zenu, alafu nifuatilie stima na hiyo barabara tumesema, na footbridge na masoko, alafu nirudi kuleta makontraka. Wangapi wanasema nimekaribishwa hapa mimi? Kuna namna gani jameni? Huyu mama ni fire. Huyu mama ni noma jameni. Unajua nilikuwa nimeongea mambo mingi. Mimi nilikuwa nadhani ile mambo yote alikuwa ameniambia nimeongea. Kumbe kuna ingine nimebakisha. So mama wa maua ameniambia wale wananchi wetu pale Kakuzi, ile familia ya 25, ameniambia DP utoki hapa kama ujengei hapa. Maua anatosha toshi. Ameniambia hiyo kama kasema si unaenda Kisii, unaenda wapi? Aueni kwanza jengea hao watu alafu upatie hizo. Hata ninyi mnasema hivyo? Hata ninyi mnasema hivyo? Hata nione wala wanaunga mkono kwa sababu nyinyi ndio boss, nyinyi ndio kusema. Nyinyi ndio kusema. Nyinyi ndio mnaandika rais na kura yenu.
ndio mnaandika kwa maua na kura yenu, si nyinyi ndio kusema? So vile mmesema, hata mimi nimekubali, nitajengea haya. So nitaachia mheshimiwa pesa ya kujengea hiyo families hao hapa, kwa sababu asante sana. So sababu najua huyu mheshimiwa ni kiongozi mzuri na sitaki kumwachia kesi, so tutapangana na yeye aende kwa hizo familia Jumatatu, na mimi nitawajengea all the 25. So nitamtuma na shilingi milioni 2. Wale wengine pia wakuja wafanye kitu yao. Tumeona ile tumefanya. Wale wengine nao wakuja wafanye yao. Alafu tushindane na Wera. Kama namna gani jameni? Sio maneno ya fujo na fitina na mambo mingi na kutulecture. Wacha tushindane kikazi. Alafu huko mbele wa Kenya wataamua kwani iko nini? So wacha sasa niseme rais. Napokea salamu ya rais. Ameniambia ukimwalika angetaka kurudi hapa. Rais akuje. Ngapi wanaalika rais? Kwa sababu unajua rais akikuja hapa atakuja bure. Mimi nao wengine tutamwekea pressure alete maendeleo hapa. Kama namna gani jameni? Ama namna gani? Kwa hivyo tutaleta rais na nitapatia salamu zenu. Maragwa hoi. Vile vile mjue rais ni mtu ya kusema na kutenda. Kwa hivyo hiyo salamu amenituma sio salamu tu ya kusema. Ni salamu pia ya kutenda. Kwa vikundi vya kina mama. Wanabiashara wadogo. Ninapokea hiyo salamu ya rais. Hiyo ya kutenda. Nitangaze nisitangaze. Niseme. Mbona Nitoboe. Niko na swali. Mbona mnaniangalia hivi kama mnajua? Kwani kuna kitu mnajua? Kwani ni 100,000? Ni 150,000? Ni 200,000? Unajua pesa ya rais ni 300,000? Umekataa 300? Na 400,000? Umekataa? Mdosi aongeze. Sababu ni mtu ya bottom up. Na ni mtu ya top up. Aongeze. Ikifika 600, umekataa. Hii ndio umemwandika kazi. Aongeze. Ndio unaandika rais na kura. Aongeze. Ifike 800,000. 820,000. 900. 910. Umekataa. Acha nione wale nasema rais aongeze pesa hiyo pesa. Na huku. Sema nisiseme. Kwani imefika 1 million? Imefika 1 million? Bado. Niko na swali.
Kwa nini mmesukuma mdosi namna hii? Ni mdosi yetu na ni mtu ya tuta. Acha nione harambee. Harambee. Acha nione tuta ya rais ya huyo ni tuta wakiwa na Beti. Hata Beti. Hata Beti. Hata huyu Beti ni tuta. Wacha nione ya Beti na iko 3 term ya Maua. Huyu wa Maua. Huyu wa Maua ni 3 term. 3 term. Wacha nione salamu ya Maua jameni. Mimi ndio nimebaki peke yangu nje. Niko na swali watu ya Maragwa. Niulize swali ya pili. Niulize swali ya pili. Umesema Pete ni tuta. William Ruto tuta. Wa Maua 3 term. Mbona mimi mmeniacha nje? Hata mimi. Ya ukweli. Ya ukweli. Wacha nione wale wanasema hata. Basi wacha nitangaze pesa ya rais. Tangaze. Rais amenituma na shilingi 1000. No, sio 1000. Tumekataa 1000. Tumekataa 1000. Ni milioni. Lakini tulikuwa tumefikisha 1 million. Ukakataa nikasema 1.2. 1.3. Rais William Ruto amenituma na 3 million. Tusiendelee. Rais anatosha atoshi. Rais ni rafiki yetu. Wacha nione wale wanasema rais amefanya kitu kizuri. Maragwa hoi. Maragwa hoi. Niko na swali. Niulize. Swali ya mwisho. Swali ya mwisho. Niulize. Nauliza hivi. Si mimi nimeleta pesa ya rais. Si inatosha? Hata kama nimeleta ya rais, lazima hata mimi nifanye kitu. Hamwezi niachilia. Mbona mliachilia wale waliongea hapa? Kuna mtu aliongea hapa hajatoa, atatoa. Mimi ndio mdosi. So lazima nifanye kitu. Ni sawa, sina shida kama mmesema siwezi epuka, hata hiyo nimekubali. Nimefanya nini? Noma si noma. Fire si fire. Wacha nione wale wanasema fire. Sasa mimi nimekubali, lakini niko na onyo, niko na warning. Hata kama nimekubali, ujue mimi si rais, mimi ni deputy president. So hata nikitoa 100,000 itatosha. Nimekataa. Na 150, 200, 250, 300. Hata mimi nifanye kitu mzuri kama 600, 650. Acha nitangaze, nikiendelea kuuliza hii maswali taingia kwa shida. Niko hapo kwa William Ruto hapo kwa hiyo maneno. Niko kwa hiyo maneno. Wangapi wanasema niko hapo jamani? So nimetumana nitaacha shilingi 1000. So mimi nasidikisha rais na 1.5 million shillings.
tusiendelee? Tuendelee namna hiyo? Unajua wadosi wengine wako area, si Kimani Waishuga wako area, huyu leader of majority si ako area, anatosha atoshi? Hata yeye ni 2 term. Hii ya majority leader ni 2 term. Wacha nione 2 term ya leader ya majority yetu. Ya kule Kikuyu ni 4 term. Kule Kikuyu ni 4 term. Lakini kama leader of majority ni 2 term. Kama namna gani? Anatosha atoshi? Si yako area? Si waziri Kabogo wako area? Si wataongea? Si watatoa kitu? Si watasimama na kina mama? Basi vile tutafanya ndio tuendelee mbele. Nataka sasa ile kazi ambayo imebaki ya wale ambao hawajawasalamia na hawajatoa pesa yao, ule atawaita na watoe na waongee.